Bana, huu mzigo ni kumuhusu bidada ambaye anaitwa Ntobi, ambaye alikuwa anaishi na mama yake mzazi bana. Na mama yake ni mgonjwa wa miguu ambaye anatembelea wheelchair kwa muda mrefu sana. Na pia bidada ni favorite sana kwenye masuala mazima ya dancing, na hapo awali alishiriki mashindano makubwa ambayo huwa yanafanyika hapo Durban, South Africa, na hakufanikiwa kushiriki katika hatua ya finali kwa sababu wakati yupo katika hatua ya nusu finali akapata taarifa kuwa babake kajipiga risasi na kujiua, na pia mama yake akapigwa risasi na ndio huyu anatembelea na wheelchair. Na baada ya kusikia hivyo ikabidi amwambie boyfriend wake ambaye anaitwa Makeke akamwakilishe huko katika hayo mashindano. Na Mwamba baada ya kushinda akamwacha bidada na kumove on na mambo yake bana, na kumsahau kabisa bidada. Na ndipo hapo bidada naye akaachana na masuala mazima ya dancing na kuendelea tu na mambo yake, huku mama yake akimsisitiza kuwa atafute tu pesa kwa sababu kwa sasa familia inamwangalia yeye tu, na kwa kuwa yeye ndo mkubwa na ana mdogo wake pia ambaye anamwangalia yeye kwa wakati wote ule, anaitwa Sam. Sasa siku moja wakati uko maskani kwake mapema tu asubuhi akasikia taarifa kwenye radio kuwa kuna mashindano yanataka kuanza ya Jaiva competition, na bingwa anaondoka na kiasi cha shilingi milioni 1 London. Na kabla ya kwenda kwenye grand finale kuna raundi za awali za mchujo ambazo watu inabidi wakajiandikishe ili kushiriki katika hayo mashindano, lakini sharti la hayo mashindano ni kwamba hautakiwi kushiriki kama solo artist, inabidi uwe na kundi. Na bidada ndio ikabidi aingie mtaani kwa ajili ya kutafuta watu kwa ajili ya kuanzisha kundi ambalo tayari kashaliandika kama The Trolleys, na kukutana na besti zake ambao walikuwa wanafanya hizo mbanga za dancing kitambo hicho. Lakini kuna huyu bidada mmoja ambaye anaitwa Vuyiswa. Huyu bidada yeye alikuwa ana date na mbaba mmoja hivi, na huyo faza alikuwa anampelekesha kinoma bidada, mara amwache mara amrudie. Na siku kadhaa mbeleni Mwamba akamzuia bidada kwenda kujumuika na wenzie katika hayo mashindano ya kudansi, na Ntobi alipojua akatokea kutokumwamini tena Vuyiswa, na ikabidi atafute tu mtu mwingine ambaye atakava nafasi yake, na kukutanishwa na dogo huyu hapa ambaye alikuwa anasoma na mdogo wake ambaye anaitwa Sam, na kumfanyia audition na kumuona dogo anafaa na kumuunganisha kwenye kundi la The Trolleys. Nilikwambia kwamba Ntobi alikuwa na mahusiano na Mwamba ambaye anaitwa Makeke, na Mwamba baada ya kupata tu star akamsahau bidada kwa opportunity ambayo alipoona huyo bidada ya kwenda kushiriki katika finali kama mbadala wa Ntobi, kwa sababu Ntobi baba yake alijiua. Sasa Mwamba baada ya kukutana na bibie akawa anajikomba kwa bibie tu ili awe karibu na bidada, ikafika kiasi kwamba akaenda hadi nyumbani kwa kina Ntobi kwa ajili ya kujikomba kwa bibie, na bibie aliporudi akamkuta na kumwashia moto kishenzi, na bidada hakutaka mazoea kabisa. Sasa pia kuna huyu Mwamba ambaye anaitwa Po ambaye pia ana majanga yake, na yeye ndo mwanzilishi wa Jaiva competition ambayo anaendelea. Na Mwamba kumbe mzigo huwa anatoa kwa mkewe kwa ajili ya kuendeleza hizo mbanga za competition, lakini huyu Mwamba kwa kuwa ana tamaa anajikuta anamchiti mkewe na kutembea na bidada mmoja hivi ambaye anaitwa Mbali. Na kwa bahati mbaya bibia anataka kiasi kikubwa sana cha pesa, na pesa ambayo anaitaka ni sawa na ile ya kuiendeshea hayo mashindano, na akampa muda. Akishindwa kutoa hiyo pesa basi stori zake zote zitasambaa katika mitandao ya kijamii. Na kumbuka Mwamba ni mtu mkubwa of course, na Mwamba akajikuta anazidi kuvurugikiwa na kujikuta anashindwa kufanya maamuzi sahihi kwenye audition na kutafuta kundi kwenda kwenye competition, na kundi la The Trolleys lilikuwa bado halijapanda jukwaani, lakini aliweza kutulizwa na The Trolleys wakafanya bonge moja la performance na kuvunja kinoma na kuingia kwenye competition, japokuwa kuna mmoja kati yao alitaka kama kuharibia hivi, lakini Vuvu alikuja na kuokoa jahazi bana, maana naye kwa mbaba wake kule alipata majanga na yule Mwamba akamtoroka bidada, na huko alikoenda akakamatwa kwa kesi ya madawa na kutiwa ndani. Na hata walipoingia huko kwenye competition yenyewe wakavunja kinoma na kuwa katika moja kati ya makundi yanayoenda kwenye grand finale ya hayo mashindano. Na kumbuka huko anakwenda kushiriki, anakwenda kukutana na ex wake ambaye naye kundi lake la Soweto Cast liliibuka kidedea kwenye mashindano ya mwaka uliopita. Sasa swali, je, atatoboa? Huu mzigo hapo unaitwa Jaiva. Pita nayo kwenye comment nijue umeuonaje huu mzigo bwana. Na hilo swali majibu yake tutapata kwenye season ya 2 ambako ikitoka. Mimi ni Cliff Davis, tukutane katika video inayofuata. Kwa sasa sina la ziada. Ciao.